Wewe una milioni 15 unawaza kujenga. Una milioni 10 unawaza kujenga. Una milioni 5 unawaza kujenga. Unataka upimwe akili zako kama ziko timamu. Ukishakaa kwenye hiyo nyumba, umaskini ndio umetoka. Ukishakaa kwenye nyumba, kwani baba yako hakuwa na nyumba? Vyumba vilikuwa vitatu. Mimi baba yangu mwenyewe alikuwa na vyumba vitatu. Vyumba vitatu, mlango kwa madeti. Vyumba vitatu. Tulikuwa tunaishi, lakini umaskini hakututoka. Kinachoondoa umaskini sio nyumba. Sio nini jamani? Nina milioni 5 naifanya kuwa mtaji. Naifanya kuwa nini? Mtaji. Naifanya kuwa mtaji, naenda kutafuta vyumba vya 5,000. Vyumba vya tena kiwezekana hata ya bure. Kwamba nikulimbiage bwana, nyumba hii inakaa peke yake. Mimi ni mlinzi, nikulimbiage nyumba hii inakaa peke yake. Kuna watu mapagari yako mengi hawajamalizia. Mimi nitaweka makaratasi nikulindiage. Nitajenga wakati uchumi wangu unaniruhusu kwamba sasa nataka kujenga. Unaoniambia ni uchumi. Kinachoniambia ni ile biashara. Ndio inayoniambia sasa ujenge. Okay. Inawezekana hapa wewe tu na mume wako ndio mnaishi kwenye nyumba hiyo. Alafu mmekodi nyumba nzima. Lengo tu wakija majirani. Ina maana nyinyi muishi maisha yenu. Mnaishi maisha majirani. Yaani mmewapangia vyumba majirani. Yaani mmewapangia vyumba majirani. Kwa nini kulipa? Kwa nini kulipa fedha kwa kitu ambacho sio chakula? Kwa nini mimi nategemea majirani waje waishi kwangu? Na ni chumba na sebule. Tatizo. Tuko wawili, ni chumba na sebule, tumemaliza. Kama ni 7,000, 10,000 na ngapi? Ukisema kwamba nalipa wageni wakija, maana kunaishi maisha ya wageni. Maana kunalipia 7,000, unawalipia wageni 7,000 kila siku hata kama hawapo. Okay. Ninasema watu wengi hawaelewi. Watu wengi hawaelewi namna gani wanatoka kwenye hali walionayo, wanaingiza fedha nyingi, lakini tatizo ni matumizi. Tatizo ni nini? Hayo maisha ninayokuonyesha hapo ni ya mtu aliyefilisika na mtu ambaye hana, anataka kuinuka. Anataka kufanyaje? Usilipe kitu ambacho sio chakula.